somo letu au thimu yetu ya mwezi kwa New Vine wote, kila kona ya New Vine na makanisa yote, inasema kushinda vita visivyoonekana. Kushinda vita visivyoonekana. Andiko letu nanga au maandiko yetu nanga natoka kwenye kitabu cha Efeso 6 mstari wa 12 hadi wa 13, afu taruka taingia mstari wa 16. Tukimbia mara moja pale. Efeso 6 mstari wa 12 hadi wa 13. Biblia inasema, kwa maana kushindana kwetu sisi, kila mtu ananisikia vizuri? Is everyone anasikia vizuri? Kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama. Kuna mwangu usiokuwa na maana please. Si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme na mamlaka, na juu ya wakuu wa giza hili, na juu ya majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Mstari wa 16. Kwa sababu hiyo, tulikuwa 12, twende 13. Kwa sababu hiyo twaeni silaha zote za Mungu, mpate kuweza kushindana siku ya uovu, na mkiisha kuyatimiza yote kusimama. Mstari wa 16. Biblia inasema zaidi ya yote, mtu aseme zaidi ya yote. Sema zaidi ya yote. Mkitwaa ngao ya imani, ambayo kwa hiyo mtaweza kuizima mishale yote yenye moto ya yule adui. Sema mishale yote. Toa sauti, sema mishale yote yenye moto. Sema yenye moto ya yule adui. Hii inatuonyesha kuna kitu kinaitwa mishale yenye moto ya adui. Kuna kitu kinaitwa mishale yenye moto. Ni mishale, na kama ni mshale, maana yake huo unarushwa. Mshale ni silaha ambayo huwa inarushwa. Inafanya nini? Inarushwa. Hii inatuonyesha shetani, adui, huwa ana moja silaha yake ni mishale yenye moto. Ni mishale ya maangamizo, na anasema ni ya yule mwovu. Kwa hiyo unasikana unaendelea maisha yako, kumbe kuna mshale umerushwa kwenye ndoa yako. Kumbe kuna mshale umerushwa kwa watoto wako. Kumbe kuna watu wa chini kidogo wapunguze sauti yao. Kumbe kuna mshale umerushwa kwenye biashara yako. Waambie wana maombi wapunguze kidogo sauti. Tuwapige makofi, kazi kubwa na maombi wanaoendelea nayo huko chini. Bwana asifiwe. Na kwa muda niliokaa kwenye uchungaji na utumishi, nimeona mishale mingi sana ya uovu iliyorushwa kwenye maisha ya watu, na jinsi imeharibu maisha ya watu, na jinsi imebomoa ndoa za watu, jinsi imeharibu hatima za watu, jinsi ambayo imeharibu watoto wa watu, jinsi ambayo imeharibu biashara za watu. Katika jina la Yesu Kristo, kila mshale wa uovu huo umerushwa kona yote ya maisha yako, huo mshale unaanguka hapa leo. Nasema huo mshale unaanguka hapa leo. Amen. Kwa mujibu wa maandiko tuliosoma, unaona Biblia inatufundisha ya kwamba kuna vita vya kiroho, na ya kwamba vita vya kiroho ni halisi. Anasema hatupigani, vita vyetu si juu ya damu na nyama, sio juu ya wanadamu. Vita vyetu ni juu ya majeshi ya pepo wabaya, mamlaka, wakuu wa giza. Biblia inaonyesha tuko vitani. Mpendwa, na kuomba unisikilize. Kama umeokoka, umejisajili vitani. Sema, kama nimeokoka, nimejisajili vitani. Sasa ukiwa vitani, pona yako ni kupigana. Kusema kwamba unachagua kutokupigana haitakusaidia kwenye vita. Kutokupigana ni kumpa nafasi adui yako kukushinda kwa wepesi. Kutokupigana ni kumrahisishia adui kupata ushindi. Namna pekee
ya kufanya unapokuwa vitani ni ku make sure you are fighting. Sema ni kuhakikisha napigana. Na Biblia inaonyesha tunapigana na vita visivyoonekana. Ni heri vita vinavyoonekana, saa zingine unajua kinatokea kona gani, lakini ni vita isiyoonekana, ni vita iliyoko kwenye ulimwengu wa roho, ni vita mbaya kuliko vita nyingine unaweza kafikiri. Vita hii imeharibu familia nyingi, vita hii imeharibu maisha ya watu wengi, vita hii imeharibu hatima za watu wengi. Lakini katika jina la Yesu ninajua ndani ya mwezi huu vita yoyote ya staili hiyo kwenye maisha yako lazima ikuachie katika jina la Yesu. Vita hivi visivyoonekana ni vita vikubwa na hatari venye madhara zaidi katika hatima za wanadamu. Vita hii isiyoonekana ni vita kubwa na hatari na yenye madhara zaidi katika hatima za watu. Biblia inatuonyesha kwenye kitabu cha Zaburi 74 mstari wa 20. 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 Biblia inasema ulitafakari agano, maana mahali penye giza katika nchi pamejaa makao ya ukatili. Ulitafakari agano, maana mahali penye giza katika nchi pamejaa makao ya ukatili. Kitabu cha Zaburi kinatuambia namna pekee ya kupona is to meditate on the covenant, ni kulitafakari agano tulilonalo ndani ya Kristo Yesu, ni kukaa katika agano tulilonalo ndani ya Kristo Yesu, agano la damu ya Yesu Kristo. Anasema kwa nini ukae hapo? Kwa nini ulitafakari hilo? Ni kwa sababu mahali penye giza katika nchi pamejaa makao ya ukatili. Mahali penye giza ni wapi? Ni penye makao ya uovu, ni penye makao ya shetani. Anasema kwenye ulimwengu wa giza ni makao ya ukatili. Ulimwengu wa giza ni professional wa kufanya ukatili. Anasema mahali penye giza katika nchi ni makao ya ukatili. Sikiliza, shetani ana huruma na mtu. Shetani ana huruma na watoto wako. Shetani ana huruma na biashara yako. Shetani ana huruma na hatima yako. Biblia inasema mahali penye giza kwenye nchi ni makao ya ukatili. Maana yake ni ukatili ndio unatendeka. Kama Mungu wangu aishivyo, aliyenituma kwenye kazi hii akanipa wewe ni kuchunge, ukatili wa giza hautafanya kazi kwenye maisha yako. Nasema ukatili wa giza hautafanya kazi kwenye maisha yako, in the name of Jesus. Kuna andiko nalipenda, sijui kama wenzangu ataliona haraka, liko kwenye kitabu cha Zekaria. Biblia inasema Zekaria alipokuwa anaona maono, malaika amemchukua, ghafla akaona wafua chuma. Akaona wafua chuma wanne. Tafuta ile andiko kwenye Zekaria. Akaona wafua chuma wanne, na kabla ya kuona wafua chuma wanne aliona pembe nne. Sema pembe nne. Toa sauti, sema pembe nne. Akaona pembe nne. Alafu akamuuliza ule malaika, hizi pembe ni za nini? Hizi pembe ni za nini? Yule malaika akamwambia, hizi pembe ndizo ambazo zimetawanya watu wangu Israeli, ndizo zimewapiga, ndizo zimewaangusha, ndizo zimewafedhehesha hata hawawezi kuinua kichwa. Kisha Bwana akanionyesha, anzia pale kwenye pembe, let's go faster. Nami nikaona macho yangu, nikaona natazama pembe nne. Sema pembe nne. Sema pembe nne. Sasa sikiliza nikusaidie. Wanaisraeli walikuwa hawajawahi kuona pembe nne. Zilikuwa kwenye ulimwengu wa roho. Wao walichokuwa na shangaa, maisha yao hayaendi, ndoa zao zinavurugika, wakipiga mapambano kwenye biashara haziendi, watoto wao na Biblia inasema hawakuweza hata kuinua kichwa, hawakujua ni nini kinaendelea. Kumbe ni vita ya kwenye ulimwengu wa roho. Mpaka pale nabii Zekaria alipofunuliwa na Bwana, anasema nami nikaona macho yangu, nikaona natazama pembe nne. Sema pembe nne. Nami nikamuuliza yule malaika aliyesema nami, ni nini hizi? Naye akanijibu,
hizi ndizo pembe zilizowatawanya watu wa Yuda na Israeli na Yerusalemu. Endelea mstari wa 20 hapo. Ngoja kwanza, asema hizi ndo pembe zilizowatawanya, lakini kwenye ulimwengu wa mwili huzioni. Kumbe kuna nguvu kwenye ulimwengu wa roho ilikuwa inazuia hatima ya maisha yao, ilikuwa inazuia kwenda kwao mbele. Kama Mungu wangu aishivyo, kila pembe iliyoinuka kinyume cha watoto wako, iliyoinuka kinyume cha ndoa yako, iliyoinuka kinyume cha maisha yako ya kiroho na kimwili, hiyo pembe inaanguka leo in the name of Jesus. Biblia inasema mstari wa 20, kisha Bwana akanionyesha wafua chuma 4. Sikiliza, pembe 4 zinazotawanya watu wa Mungu, zinazoangaisha watu wa Mungu. Alafu hapo hapo Mungu akamwonyesha wafua chuma 4. Ndipo nikauliza, hawa kina nani? Hawa wafua chuma wanakuja kufanya nini? Akasema kwamba hizo ndizo pembe zilizotawanya watu wa Yuda, na hata ikawa hakuna mtu aliyeinua kichwa chake. Can you imagine? Yani maisha wanapigika, hakuna mtu mwenye uwezo wa kunyanyua kichwa, hakuna mtu anaweza kuinuka kimaisha, hakuna mtu anaweza kainuka akawa mtu mkuu, hakuna mtu anaweza kainuka akafika kwenye hatima yake. Nini? Kwenye ulimwengu wa roho kuna pembe ambazo zimewekwa kupambana nao. Biblia inasema lakini hawa kina nani? Wale wafua chuma, sawa sawa. Lakini hawa wamekuja kuzifukuza, kuziangusha pembe za mataifa walioinua pembe yao juu ya nchi ya Yuda ili kuwatawanya watu wangu. Ngoja nikwambie mtu wa Mungu, kuna watu wamepakwa mafuta wanaitwa wafua chuma, ambao Mungu amewapaka mafuta kuja kuharibu, kuja kufukuza, kuja kuvunja kila pembe iliyojiinua kinyume cha watu wa Mungu ili wasiinuke. Nazo habari njema, Mungu ametupaka mafuta kama wafua chuma, ya kwamba kila pembe iliyoinuka kinyume na familia yenu, kila pembe iliyoinuka kinyume na maisha yako, leo inafukuzwa, leo inaondoka katika jina la Yesu. Ambazo kwa zinazuia watu wa Mungu kuinuka. Alafu Mungu akaleta solution, akaibua wafua chuma. Hawa wafua chuma ni kina nani? Ni watumishi wa Mungu. Sema ni watumishi wa Mungu. Hawa ni watumishi wa Mungu ambao Mungu anawainua kwa ajili ya kanisa lake. Efeso 4:11 asema akatoa wengine kuwa manabii, mitume, wainjilisi, walimu na wachungaji kwa kusudi la kuwakamilisha watakatifu. Mpendwa, watumishi wa Mungu wamepakwa mafuta kwa ajili ya hatima yako. Watumishi wa Mungu wamepakwa mafuta kwa ajili ya hatima yako. Watumishi wa Mungu wamepakwa mafuta kwa ajili ya faida yako, kwa ajili ya ushindi wako. Sema amen. So tunaona kumbe
unatumiwa na Mungu. Acha nirudie, ndoto si ndoto tu. Ndoto ni lango la ulimwengu. Mfano, mwambie mwenzio mfano. Sitaki kwenda kwenye maandiko mengi sana. Biblia inasema Farao aliota ndoto. Ndoto aliota ng'ombe 7. Ng'ombe 7 wembamba wamekondeana na ng'ombe 7 wanene wazuri. Alafu ng'ombe 7 waliokondeana wakameza ng'ombe 7 wanene wazuri na hawakunenepa. Hivi unanielewa ninachosema? Ng'ombe wembamba 7 wakameza ng'ombe wanene 7 na ng'ombe wembamba hawakunenepa. Akaota ndoto. Alipoota hiyo ndoto, Biblia inaonyesha alishtuka kutoka kwenye kitanda chake. Baadaye akalala tena. Alipolala tena akaota ndoto tena. Masuke 7 membamba na masuke 7 mazuri yanayopendeza. Masuke 7 membamba yakameza masuke 7 mazuri na hayakunenepa. Biblia asema ndoto ile ikamnyima usingizi. Asema natazama masuke 7 membamba yamekaushwa na upepo wa mashariki yakatokeza baada hayo. Mstari wa 7, kisha hayo masuke membamba 7 yakayala yale masuke 7 makubwa yaliyojaa. Basi Farao akaamka. Alafu kasema kumbe ni ndoto tu. Unajua maana yake? Alipoamka akasema angalau kumbe ni ndoto tu. Watu wengi tunaota ndoto. Wengine ni ndoto ngumu unaota. Ukishtuka angalau ukajikuta huko nyumbani kwako, kitandani kwako, unafanya nilifikiri ni kweli, kumbe ni ndoto tu. Hajui kwa ni kweli. Yeye amesema kumbe ni ndoto tu. Wangapi ananielewa? Yeye akasema kumbe ni ndoto tu. Ni watu wangapi leo hii wameumizwa kupitia ndoto? Lakini alipoona hiyo ndoto, alipoamka akasema kumbe ni ndoto tu, kumbe ni ndoto, sio ajali. Anaona amepata ajali kwenye ndoto, anashtuka, kumbe ni ndoto. Basi anajiliwaza kwamba ilikuwa ni ndoto. Ndoto ni kitu halisi kwenye ulimwengu wa roho. Andika itakusaidia. Ndoto ni kitu halisi kwenye ulimwengu wa roho. Ndoto inakufunulia ni nini kinaendelea kwenye ulimwengu wa roho. Ndoto inafunua ni nini kinaendelea kwenye ulimwengu wa roho wako. Mungu hutumia ndoto kufunua mapenzi yake juu ya maisha yako. Shetani hutumia ndoto vile vile. Hutumia ndoto vile vile. Na zinaweza kufunua mpango mibaya ambayo adui anayo kinyume chako, au kinyume cha watoto wako, au kinyume cha hatima yako. Ndoto. Sema ndoto. Sema ndoto. Kutokuota nako ni hatari, kwa sababu namsikia mtu anasema ni heri mimi sioti. Kutokuota ni hatari. Ni sawasawa na nchi ambayo haina rada. Wangapi amenielewa ninachosema? Kutokuota ni sawasawa na nchi haina rada. Maanake saa yoyote inaweza kuvamiwa pasipo taarifa. Maanake ndege za nchi zingine zinaweza zikaingia kwenye anga yenu na zikawapiga na hamkuona hiyo, hamkumuona huyo adui. Hayo ni madhara ya kutokuota. Ambaye haoti leo nafungua mlango wa kuota kwa jina la Yesu. Kwa lugha nyingine, ndoto ni rada ya kiroho. Sema ni rada ya kiroho. You are coming, eh? Yosia, pambana tutafika. Ndoto ni rada ya kiroho kukuonyesha what is going on in the spirit. Acha nirudie. Ndoto ni rada ya kiroho kukuonyesha kwenye ulimwengu wa roho
Ni nini kinaendelea? Je, anga lako liko salama au anga lako lina uvamizi? Ndoto. Wangapi mnanifuata mpaka hapo? Acha nirudie. Ndoto ni rada ya kiroho, is a spiritual radar, is a spiritual radar to show you what is going on. Ni nini kinaendelea kwenye ulimwengu wa roho wako. Sasa kwa sababu wengine hawajafundishwa, hajali sana ndoto. Anaweza akaota kitu akapuuzia, anaweza akaota kitu akaamka asubuhi akaendelea na maisha yake. Hajui kwamba ni rada imemtumia taarifa, ni rada imemtumia taarifa kwamba alo Mr. Msegu, kuna hiki kitu, kuna mpango mbaya kwenye ulimwengu wa roho. Kwa hiyo rada inakutaarifu kabla ule mpango haujatokea. Are you following? Are you following? Rada inakutaarifu. Amina. Kwa sababu kazi ya rada, wale ambao wameshaziona rada, unakuta linafanya hivi, si ndio? Unajua kwa nini linafanya hivi? Lina search kwenye anga, lina search kwenye anga. Alafu kwenye ile ofisi ya rada kuna watu wana makompyuta yao. Ile rada ina send information, si ndio? Kwamba lo, kuna ndege imevuka mpaka wa Tanzania. Na hiyo ndege haijulikani. Kwa hiyo rada, may God help your radar. I say may God help your radar. Sasa kuna rada zingine mnaona mchele sana. Sijui ile ni ndege ya vita, sijui ni abiria. Bado unashangaa siku ya kwanza, ya pili, ya tatu, wiki unalipuliwa boom. Sasa kwa sababu rada yako ina mchele. Leo ninaitakasa kwa damu ya Yesu Kristo. Hiyo rada yako ionyeshe vizuri, ujue ni nini kinaendelea kwenye ulimwengu wa roho. Listen to me. Maisha ni ya kiroho kwanza kabla kuwa ya kimwili. Na ukishinda kwenye ulimwengu wa roho, umeshinda kwenye ulimwengu wa mwili. Ukipigwa kwenye ulimwengu wa roho, umepigwa kwenye ulimwengu wa mwili. Ndio maana Mungu akakuwekea rada ya kuangalia kwenye ulimwengu wa roho, ya kwamba unaishi katika mwili, unatembea katika mwili, lakini una mitambo ya kiroho. Sema, nina mitambo ya kiroho ambayo inakagua kwenye ulimwengu wa roho, inakagua ni nini kinaendelea kwenye ulimwengu wa roho kunihusu mimi. Na moja ya biblical rada ni ndoto. Inawezekana uje kufundishwa ndoto kama rada, ulifundishwa ndoto kama kitu kibaya. Ndoto ni rada. Aina ya ndoto ni information ya rada. Sijui kama umenielewa. Ndoto ni rada. Aina ya ndoto ni information inayotoka kwenye rada yako. Kwa hiyo sikiliza, na ndio kitu pekee, nafikiri ndoto na maono ndio kitu pekee hata ambaye mtu hajaokoka Mungu amempa. Kwa nini? Unajua Mungu ana upendo na kila mtu, hata ambaye hajaokoka. Shida akiona hajui cha kufanya, kwa sababu bado yuko chini ya mamlaka ya shetani, hajaokoka. Karama za Roho Mtakatifu haziwezi kuwa na mtu ambaye hajaokoka. Lakini ndoto, hata ambaye hajaokoka anaota ndoto. Wangapi amenielewa? Anaota ndoto. Ni anapata information za ulimwengu wa roho, kwa sababu mwanadamu ni roho. Mwanadamu ni kiumbe cha kiroho. Sema amina. Mwanadamu ni kiumbe cha kiroho. Na ulimwengu wa roho, this is powerful. Ulimwengu wa roho ndio ulimwengu unaotawala ulimwengu wa mwili. Ndio maana lazima ushinde rohoni kwanza. Sema, lazima nishinde rohoni kwanza. Na ukiwa kipofu rohoni, narudia, ukiwa kipofu rohoni utapigwa sana. Na katika jina la Yesu ninaomba Mungu afungue macho yenu. Nasema naomba Mungu afungue macho yenu, ili muweze kuona ni nini kinaendelea katika ulimwengu wa roho. So the easiest way, njia moja hapo nyepesi ambayo Mungu ameweka ni ndoto. Kwa hiyo Farao alipoona hii ndoto, Biblia sema ikamuhuzunisha sana. Ndipo ile habari mnaoijua
akatafutwa mtu anaweza kutafsiri ndoto, akapatikana Yusufu. Mnakumbuka Yusufu alipokuja? Angalia tafsiri, angalia tafsiri, angalia tafsiri. Sijui ni mstari wa ngapi pale, tusaidie watu wa media, twende kwenye tafsiri. Twende haraka, twende haraka, tuna kasafari kidogo. Where is? Ndipo Farao akapeleka watu, akamuita Yusufu, wakamleta upesi kutoka gerezani, akanyoa, akabadili nguo na kuingia kwa Farao. Hiyo ni shule siku nyingine. Farao akamwambia Yusufu, nimeota ndoto. Sema nimeota ndoto. Toa sauti, nimeota ndoto. Wangapi mshai kuota ndoto? Wangapi mshai kuota ndoto? Unaona, somo la ndoto wote mnaingia kwenye 18. Farao akamwambia Yusufu, nimeota ndoto, wala hakuna awezaye kunifasiria. Angalau Farao alijua ninahitaji tafsiri ya hiki nilichokiota, angalau kujua tu. Biblia inasema, nami nimesikia habari zako ya kwamba usikiapo ndoto waweza kuitafsiri. Sasa moja ya kosa kubwa kwenye ulimwengu tulionao sasa hivi ni wapendwa kuzunguka kutafuta watafsiri ndoto. Mpendo, utapotea mchana kwa upe. Mwambie mwenzio, utapotea mchana kwa upe. Nimeona watu wengi kwenye wokovu wameharibikiwa. Nimeona watu wengi ndoa zimevunjika, kwa macho nimeziona, kwa sababu ya tafsiri ya ndoto. Be careful. Nimeona kuna wamama, kuna watumishi wanakaa milimani, hana kanisa, sio mchungaji, anakaa mlimani tu anaomba, nenda kwa ule mtumishi, anatafsiri. Utapotea. Ndoto yoyote lazima itafsiriwe kwa msingi wa kweli ya neno la Mungu. Nje ya neno la Mungu, no. Wangapi ananielewa kusema? Wangapi ananielewa kusema? Nimeona ndoa, kuna mtu mmoja akawa na watumishi, akaota kandoto kake, tafsiri yake, huyo mume ule naye si wa kwako. Ndio tafsiri ilikuja, ile ndoa ilivunjika. Mwingine akaambia ndoa hamkuifunga vizuri, hiyo ndoto inaonyesha natakiwa mimi nije niifunge. Siku mtumishi alipokuja kufunga ndio ikafunguka. Wangapi mnanielewa kusema? Ndio maana lazima ujifunze kuwa mtu wa neno. Ndio maana kufundisha ndoto kwa msingi wa neno. Sitaki kukufundisha ndoto kwa msingi wa hisia. Pastor, nikaa kama naanguka kwenye shimo, nikaona kijana amekuja akanidaka. Alfa alivyonidaka akaniachia, tukala tembea, ghafla nikaona mvua, nikaona amefungua mwamvuli pastor. Kaambia, binti yangu, kwa hiyo kwa hiyo naona Bwana amenifunulia ndo huyu. Mwambie mwenzio, angalau sio kapotea mchana kwa upe. Bwana sifiwe. Vijana, mbona mtaki kupiga makofi? Imekuwaje? Nimevuruga ndoto zenu. Tafsiri yake. Twende kwenye tafsiri. Yusufu akamjibu Farao, si mimi, Mungu atampa Farao majibu ya amani. Amen. Alafu I love this. Mungu atampa Farao majibu ya, toa sauti, majibu ya, iwe ni ndoto ngumu, iwe ni ndoto furaha, jibu likiwa linatokea kwa Bwana, mwisho wa siku itakuwa amani. Ukiona umepata tafsiri kakupeleka kwenye kuvurugikiwa, maana yake haikutoka kwa Bwana, ndio maana ikuwa amani. Asema Mungu atampa Farao majibu ya amani. Hata kama ni ndoto ngumu umeota kuhusu watoto wako, tafsiri yake ikija, ngoja nikwambie, matokeo yake mwisho wa siku yatakuwa ya amani, kwa sababu Mungu husema nasi amani. God, Biblia inasema, I will listen what the Lord shall say. The Lord shall say peace. Mungu atasema amani. Ukiona unapewa tafsiri ya ndoto unazidi kuchanganyikiwa, unazidi kukosa amani, be careful. Wangapi wamenielewa? Akaambia takupa amani. Pandisha.
Farao akamwambia Yusufu, katika ndoto yangu nalikuwa nimesimama, pandisha 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 pandisha. Akamweleza, nikaona ng'ombe wanono wazuri, pandisha, twende 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 twende, let's go, twende, tuachie hapo. Akamwelezea ile ndoto kama ambayo shaeleza, asema nami nikaambia hao waganga, wala hakuna aliyeweza kunionyesha maana yake. Mstari wa 25, Yusufu akamwambia Farao, ndoto yako ni moja. Mwambie mwenzio, tafsiri inaanza kwamba hiyo ndoto, ujumbe ni huu kwamba ndoto yako ni moja. Yaani uliona ng'ombe wembamba, huku ukaona masuke membamba, huku ukaona ng'ombe wanene, huku ukaona masuke manene, huku ukaona ng'ombe wembamba wamekula ng'ombe wanono na hawakunenepa, na huku masuke membamba yakala masuke manono na hawakunenepa. Hiyo ndoto ni moja, ni moja. Asema ndoto yako ni moja. Mungu amemwonyesha Farao atakayoyafanya hivi karibuni. Sema, Mungu amemwonyesha Farao atakayoyafanya hivi karibuni. What does it mean? Rada ilisoma kwenye ulimwengu wa roho. Rada ni ndoto, is a spiritual rada. Ilisoma kwenye ulimwengu wa roho. Amina. Rada ikaleta information kwa Farao ya kwamba kuna mambo yatakayotokea hivi karibuni, lakini yakaja kwa digiti za ndoto. Sema, kwa digiti za ndoto. Kuna mtu hajanielewa kwani pasa ametumia lugha digiti. Wakati nafundishwa kompyuta miaka hiyo umri wetu, kompyuta ni separate course. Kimaliza shule unaenda na darasa lingine la kompyuta. Nikaambiwa hivi, kwenye keyboard ya kompyuta ile unayoona ukiibonyeza kompyuta ijui Watu wa kompyuta nafikiri wananielewa. Kompyuta huwa haijuagi haijuagi ila ina lugha ya kikompyuta, na ukipewa ile maandishi ya kikompyuta unaomaanisha ni viherufi vingi sana. Kwa ukibonyeza inaenda kwenye processor, haiendi kama inaenda ale manjongli. Ikishafika manjongli, processor inatambua hii maana yake ni ndio inaleta kwenye screen, unaona Okay, sikiliza. Rada ilipokamata information kwenye ulimwengu wa roho, wangapi wanafuatilia? Ilipoleta information, ilileta kwa lugha ya rada. Ndipo watu wanapochanganyikiwa kwenye ndoto, kwa sababu inakuja kwa lugha ya rada. Lugha ilikujaje? Ng'ombe wembamba wanameza ng'ombe wanene. Unajua zafi, Bwana nataka labda nilishe ng'ombe wanenepe au ni nini? Kumbe ni rada imekuja na digiti zake. Kwa hiyo unatakiwa uwe na capacity ya kibibilia kuweza kuchambua zile digiti, upate ujumbe ni nini kwenye hiyo rada. Akamwambia ujumbe ni huu, hiyo ndoto ni moja tu, pandisha, na inakuonyesha ni nini atatokea. Ambia wale ng'ombe 7 wema ni miaka 7, na yale masuke 7 mema ni miaka 7. Ndoto ni moja, pandisha. Na wale ng'ombe 7 dhaifu wabaya waliopanda baada yao ni miaka 7, na yale masuke 7 matupu yaliyokaushwa na upepo wa mashariki yatakuwa ni miaka 7 ya njaa. 28. Ndivyo nilivyomwambia Farao ya kwamba Mungu amemwonyesha Farao yatakayofanyika hivi karibuni. Pandisha. Tazama, miaka 7 ya shibe inakuja katika nchi yote ya Misri. Nenda sasa. Kisha kutakuja miaka 7 ya njaa. Mnajua hiyo habari. Bwana asifiwe. Akaambia hii ndoto, na ninakuombea kwa Bwana, asema hii ndoto imekuja kukupa tahadhari. Hii ndoto imekuja kukuonyesha ni nini kinaendelea kwenye ulimwengu wa roho juu ya nchi yako au juu ya maisha yako. Kama ni mtu mmoja, ni kwamba kuna miaka 7 ya shibe, uchumi utakuwa mzuri. Kwenye economy tunaita boom, uchumi umekaa mzuri 7 years. Baada ya miaka 7 kutakuja recession,
kutakuja anguko la uchumi, kutakuja njaa. Mungu ameona vema amtaarifu Farao mapema. Alimtaarifu kupitia nini? Toa sauti. Alimtaarifu kupitia nini? Sasa wangapi wanaendelea kunielewa ninapokuambia ndoto is a spiritual radar? Inaukagua information katika ulimwengu wa roho, alafu inakuletea. Sasa sikiliza, rada inashika yote mawili, inashika mazuri na mabaya. Ukisikia rada zetu kwenye nchi ya Tanzania, haishiki tu ndege za maadui. Hata ATC ikipita inaonekana kwenye rada, alafu rada inasema hiyo ni ATC, hiyo ni ATC. Alafu msoma rada anasema hii haina shida, hii haina matatizo, hii ni ya kwetu. Lakini ikiingia ndege ya jirani inaonyesha kuna ndege ambayo sio ya kwetu. Kwa hiyo rada inashika upande wa giza, rada inashika upande wa nuru. Lakini mwisho wa siku, Mr. Msegu nataka ujenge hapa, mwisho wa siku ni information unapata. Na kwa nini Mungu anataka upate taarifa? Ni ili ufanyie kazi hizo taarifa, kwa sababu anajua maisha yako yameshikiliwa kwenye ulimwengu wa roho. Hali yako kwenye ulimwengu wa roho inaamua hali yako kwenye ulimwengu wa mwili. Ndio maana Mungu hakutaka uwe kipofu kwenye ulimwengu wa roho, akakupa mlango wa ndoto ili uweze kukusanya data katika ulimwengu wa roho. Kama ni data mbaya, ujue kitu cha kufanya. Kama ni data nzuri, ujue kitu cha kufanya. Bahati mbaya sana, wapendwa wengi wakipata data nzuri hawajui cha kufanya. Wakipata data mbaya, saa zingine wanajua cha kufanya, lakini hawajui sana ni nini wafanye kwenye data ambayo sio nzuri. Wangapi mshai kuota hapa? Mnaota umejenga nyumba nzuri, unaota maisha yako ni ya mafanikio. Na kwa sisi wahubiri sasa unaota pamejaa watu, unahubiria watu, ukaota vitu vizuri. Wangapi mshai kuota? Nyanyua mkono. Karibia wote tumeshai kuota. Wangapi vimetimia? Wachache sana vimetimia. Wachache. Mwingine anasema pasta, nikaota na biashara kubwa. Lakini ni ndoto nzuri, si ni ndoto nzuri? Kwa nini haijatimia? Ni kwa sababu hajui. Rada ikishamletea taarifa ni nini afanye ku make sure taarifa nzuri zinatimia kwenye maisha yake, na ni nini afanye ku make sure taarifa mbaya zisitimie kwenye maisha yake. Lakini umepewa tu taarifa kwenye ulimwengu wa roho kwamba hiki ndio kinakuja mbele yako. Sema amina, sema amina, sema amina. Are you happy this morning? Kwa hiyo moja ya eneo ambalo adui anatumia ni ndoto. Jumapili inayokuja nitakufundisha ndoto nzuri ni nini ufanye ili zitimie. Sawa sawa? Leo nataka nishughulike na mlango wa ndoto adui anapoutumia kupanda vitu vibaya kwenye maisha ya watu. Amina. Nilikuwa na kijana wangu mmoja, nilimwambia siku 3 tukutane tuombe, sijamuona. Alikuja ofisini akaniambia kitu cha ajabu sana. Akaambia, baba, nimekuwa nikiota ndoto ya ajabu sana. Kama nini? Akaambia, naota nyoka ananiuma, na kila huyo nyoka kuja kuniuma anahakikisha anauma mikono tu, kwenye mikono tu. Hey. Mwambie mwenzio hii ni voltage. Mwambie mwenzio voltage ni kubwa hapa. Mbona usemi ninachokwambia? Mwambie mwenzio hapa pana high voltage. Relax. Mwambie mwenzio tulia. Sumaona wanasema mbona unaanza kufunua siri zetu? Huyu ni mfua chuma. Huyu ni mfua chuma. Huyu ni mfua chuma. Yaani hilo pepo limenipa uspuni tu, limenipa ujiko mjini. Limenipa ujiko mjini. Imefanya mniamini zaidi. Naona Mungu ameona amdhihirishe hili. Simona alivyo na hasira, asema wawe, ananyoshia vidole. Na mimi sinyoshoaji vidole, tuheshimiane. Nishavuka hizo level. Wakati nikiwa kwenye wokovu mwaka wa kwanza na wa pili, ndio mapepo yalikuwa yananichimbaga mkwara. Wewe nakimbia. Sasa hivi si.
Mwachie hapo, nguvu za Mungu zinaenda naye mpaka chini. Yes, 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 yes. Mimi sinyoshwaji vidole. Unaona hiyo mikono yake anavyofanya? Yaani hiyo aliyokuwa ananinyoshea, ona moto unaupita kwenye vidole vyake sasa. Mimi, we na nizamu. Mwambie mwenzi we na nizamu. Sasa kwa sababu sitaki kuharibu somo, tulieni hapo. Msimamisheni. Simama kwa jina la Yesu. Tayari. Ondokeni hapo. Ondokeni hapo. Ukiona mapepo yana react, Mr. Msegu, jamaa anafunua tena mambo yetu. Kwa sababu inaonekana ndio kona walikuwa wanajificha. Ninasema kama Mungu wangu aishivyo, hicho kichaka chao ninakifyeka leo. Nasema ninakifyeka leo. Fyeka. Kuna kukaa hapo. Na huyo ukimwona hivyo, hizo nguvu za giza zilipitia kwenye ndoto. Ndio maana ninapiga chula ndoto, zinapiga kelele sababu anaona kichaka tulichokuwa tumejificha kimeshtukiwa. Utaifahamu kweli na kweli itakuweka. Kwa hiyo ndoto ni rada. Sasa hii rada inaleta information zote. Tafadhali. Sawa. Hii rada italeta information ya shetani. Hii rada italeta information ya Mungu. Na hii rada inaweza kuleta hata information za nafsi yako. Za nafsi yako. Kwa hiyo ndoto ni lango kwenye ulimwengu wa roho. Hilo lango adui anaweza kapita hapo. Hilo lango Mungu anaweza kapita hapo. Na hilo lango hata we mwenyewe unaweza ukapita hapo. Sawa. Kwa mujibu wa Biblia kuna vyanzo vitatu vya ndoto. Chanzo cha kwanza. Vyanzo vitatu vya ndoto. Chanzo cha kwanza cha ndoto. Amen. Kuna ndoto kutoka kwa Mungu. Mungu anaweza kawa chanzo cha ndoto uliyoyota. Na habari njema ni kwamba Mungu akiwa chanzo cha ndoto uliyoyota, amina, ni kwa ajili ya manufaa yako, ni kwa ajili ya ushindi wako, ni kwa ajili ya baraka, hata kama ikiwa ni ndoto ngumu. Sawa. Kwa sababu Mungu akikuotesha ndoto ni kwa sababu ni kwa ajili ya manufaa yako. Amen. Utaiona kwenye kitabu cha hata hapo kwenye kitabu cha Wafalme tuliosoma, unaona ni nani alimuotesha Farao ndoto? Toa sauti, nani alimuotesha Farao ndoto? Ni Mungu. Kwa hiyo chanzo cha hiyo ndoto ilikuwa ni Mungu. Wafalme wa kwanza sura ya 3. Wafalme wa kwanza sura ya 3 mstari wa 5. Twenda haraka watu wa media. Mstari wa 5, alafu taruka tenda mstari wa 11 hadi 15. Na huko Gibeoni Bwana akamtokea Sulemani katika ndoto usiku. Na huko Gibeoni Bwana akamtokea nani? Toa sauti, Bwana akamtokea nani? Akamtokea Sulemani wapi? Katika ndoto usiku. Kwa Mungu alitumia lango la ndoto. Are you following? Watumishi wa Yesu, are you following? Mungu alitumia lango la ndoto. Na mpaka leo Mungu anatumia lango la ndoto. Mnasikia wanangu hapo? Mungu anatumia lango la ndoto. Mungu akamwambia, omba utakalo nikupe. Mungu anatumia lango la ndoto. Nimemwona mara kadhaa kupitia lango la ndoto. Nimemwona mara kadhaa kupitia maono. Amina. Nimemwona mara kadhaa kupitia kusikia hivi na kujua ni nini kinaendelea. Lakini kwa sababu tuko kwenye shule ya ndoto, tubaki kwenye ndoto. Amina. Mstari wa 11. Mungu akamwambia, can you imagine? Yaani amemtokea kwenye ndoto, alafu anaongea. Yaani wanapiga stories za muda mrefu kwenye ndoto. Ndio maana kiBiblia unaweza kuwa impacted katika ndoto.
unaweza ukawa connected na spiritual virtue kwenye ndoto. Mungu akamwambia, kwa kuwa umeniomba neno hili, wala hukujitakia maisha ya siku nyingi, wala hukutaka utajiri kwa nafsi yako, wala hukutaka roho za adui zako. Mnajua hii habari. Asema nitakupa hicho kitu na nitakupa na utajiri kwenye ndoto. Sema kwenye ndoto. Kwa hiyo mapenzi ya Bwana yakafunuka juu ya Sulemani kwenye ndoto. Wangapi ameona hiyo? Kumbe Mungu anaweza kutumia ndoto. Kwa hiyo Mungu ni chanzo cha ndoto. Chanzo cha pili, ndoto kutoka kwenye akili zako. Ndoto ambazo zinatokea kwenye akili zako, yaani sio Bwana amekwambia ni nafsi yako ndo inasema, ni akili yako ndo inasema. Amina. Kitabu cha Mhubiri 5:3. Mhubiri 5:3. Leo mwambie mwenzio jirani, mwambie jirani, leo mchungaji anaweka msingi. Mwambie mchungaji anaweka msingi. Nataka uwe master kwenye shule ya ndoto. Amen. Na sitaki zikuchanganye. Kwa kuna ndoto zinazotoka kwenye akili ya mtu. Si Mungu alimwambia, si shetani alimwambia, ni yeye tu. Na zenyewe ni hatari saa zingine. Sababu nimeona watu wanachukua maamuzi wakisema ni Bwana, kumbe sio Bwana, ni wao. Na kwa sababu ameota, anajua ni Mungu. Acha nikusaidie leo, ndoto na vyanzo vingapi? Soma kwa sauti andiko nalofuata. 1, 2, 3, twende. Kwa maana ndoto huja kwa sababu ya shughuli nyingi. Ishi hapa. Unajua nini? Inasema hivi, nikutafsirie kwa namna. Kuna hali unaweza ukaipitia mchana, usiku kalala ukaota hiyo situation. Mfano kama we ni mtu wa mpira, Yanga ikafungwa au Simba ikafungwa, unaweza usiku tena ukaota imefunga au imefungwa tena usiku. Usiku ukasema ni Bwana. Ni reflection ya maisha yako ya mchana. Ni reflection ya kile kilishika mawazo yako. Mfano uliona ajali mahala, ni rahisi ukaota usiku, ukaota ndoto ngumu ya kiajali, kumbe ni maakili inacheua. Wangapi amenielewa? Inasema shughuli nyingi za mchana. Hivi unaweza kanekea kwa Kiingereza yake au niekee habari njema. Speed up, speed up, speed up. Kuna mtu anabarikiwa na shule hii. Tuongeze speed watu wa Mungu tulioko pale. Mnanitafunia vidakika sana. Sasa hii habari njema imemaliza kabisa. Hebu soma kwa sauti 1, 2, 3. Kadri mtu anavyohangaika zaidi, ndivyo atakavyoota ndoto. Toa sauti 1, 2, 3. Kadri mtu yani inawezekana ukaota unauza vitumbua, kwa sababu mchana ndio kwa mishemishe. Amina. Umenielewa? Na wengine mnaita kuhaso. Mungu haja kuita uhaso. No. It's not biblical. Mahangaiko ni laana, kufanya kazi ni baraka. Mahangaiko, neno mahangaiko lilitokezea baada ya Adamu kutenda dhambi. Neno kufanya kazi lilitokezea kabla hajatenda dhambi. Moja ya laana aliyolaaniwa Adamu, aliambiwa utahangaika. Na nashangaa kuna wapenda wasema nipo bwana pastor, tupo tunahangaika. Muuliza mwenzi, umekuaje wewe? Wewe upaswa kuhangaika. Wewe unapaswa kufanya kazi. Pigie Bwana Yesu makofi, glory. Moja salamu mimi sipokei. Kama afikiri natania nijaribu. Unaambia pasta za mahangaiko, nakwambia hey, niheshimu. Mimi sihangaiki.
mimi nafanya kazi. Mahangaiko ni laana, kazi ni baraka. Sema kazi ni baraka. Kuanzia leo usiruhusu mtu akwambie unahangaika. Mwambie nafanya kazi. Na Mungu alimpa Adamu kazi hata kabla Adamu hajaanguka. Mahangaiko yalitokana na laana ya kuanguka. Sasa Biblia inasema kuna ndoto zinakuja na mahangaiko. Yaani una haso hadi unaota. Wangapi amenielewa? Madam Grace, are you there? Unahangaika. Manake yale unayoyapitia yale mchana kwenye maisha yako, kibibilia yanaweza kaenda kutengeneza kuwa chanzo cha ndoto. Amina. Wewe shangani mchana mzima unakimbizana. Sasa ingepata hata Pepsi. Ghafla unashangaa kuna kijana akakuletea Pepsi, ukanywa ukasema, naona Mungu anasema nami yule ndo atakuwa mchumba. Hamna. Ni mahangaiko. Wangapi ananielewa? Yaani pasta akaletea tena Pepsi ya baridi kabisa. Na pasta huyu mnapendaga Pepsi ambayo imeganda hivyo, sijui alijuaje. Mchana ulipigwa na jua sana. Mchana ulipigwa na jua sana. Kule nyuma, halo. Amina. Chanzo cha tatu ambacho hapo ndo kwa leo ni ndoto kutoka kwa shetani. Ndoto kutoka kwa shetani. Na pasta, nitajuaje hii inatokana na mahangaiko tu ya nafsi? Mahangaiko tu ya nafsi. It's very easy to know. Ukiota yale uko unahangaika nayo mchana au yanakuhangaisha, ujue ni mahangaiko ya nafsi tu. Hivi nafikiri Mungu anaweza kachukua muda aje kuoteshe Manchester? Amekosa kazi. Umeelewa? Hayo ni wewe na mapenzi yako na Manchester. Kuna waziri mmoja nisikia juzi, unajua na siasa bwana, wanajua namna ya kujificha ficha. Timu yetu ilikuwa inaenda vizuri ya under 17. Walipoingiza tu politics kwamba iko ndani ya sera hiyo, tukafungwa. Tukaenda tukafungwa na Senegal. Akaja sema bwana aliniotesha tutafungwa. Sasa sikatai, inasikana aliona ndoto. Kinasikana aliona ndoto ya kwenye nafsi yake. Kwa sababu ndicho alichokuwa anawaza. Ndicho kichokuwa kinapita sana kwenye maindi yake. Amina. Kitu nachokiwaza sana, kitu kilichokuchukua sana, kuna possibility ya kukiota kwa style yoyote ile. Chanzo cha tatu, ndoto kutoka kwa shetani. Sasa acha nirudi kwenye chanzo cha kwanza. Ndoto kutoka kwa Mungu itakupa amani hata kama ni ndoto ngumu. Pigie Bwana Yesu makofi, glory. Ndoto itakupa amani hata kama ni ndoto ngumu. Sawa. Ndoto kutoka kwa shetani itakuja na hofu. I will show you in the Bible. Itakuja na hofu. Tuangalie chanzo cha tatu cha ndoto kutoka kwa shetani. Ayubu 4. Bungoja, naona notes zangu zina Isaya 29:8 nipate uhakika ni kitu gani ki Bwana Yesu anataka uone hapa. Are you blessed? Ebu turudi kwenye aina ya pili. Fungua Isaya 29:8. Ndoto ambazo chanzo chake ni nani? Ndoto ambazo chanzo chake ni nani? Sema ambazo ni mimi mwenyewe. Soma ile andiko. Asema tena itakuwa kama mtu mwenye njaa aotapo, kumbe anakula, lakini amkapo nafsi yake haina kitu. Hivi umeelewa maana yake? Mtu ana njaa zake mchana, akilala anaota anakula wali na
Biblia inasema akiamka nafsi ina njaa. Hiyo ni ndoto inatoka kwa nani? Inatoka kwa mtu mwenyewe na mihangaiko yake. Ndio nasema tena itakuwa kama mtu mwenye njaa. Sema mtu mwenye njaa. Sasa Biblia inasemaje? Mtu mwenye njaa aotapo ndoto anaota anakula. Sio kila ndoto ya kula ni ya mtu mwenye njaa, lakini hii inaonyesha situation ya mtu, hali anayopitia. Anaota anakula, lakini akiamka anajisikia nafsi yake haijashibishwa, kwa sababu ni ndoto iliyotokana na hali anayopitia. Hali ya maisha inaweza ikakuotesha ndoto. Unapita mahali fulani pagumu, ukawa sasa ndoto ni hizo hizo, kumbe ni ile zinafunua what is going on ndani yako. Ndio maana mwalimu mmoja alisema, mtumishi mmoja alisema neno zuri sana. Alisema watu wengi hawajui jinsi ya kulala. Sema jinsi ya kulala. Watu wengi hawajui wakienda kulala ni nini wafanye ili walale. Wengi walifundishwa ukitaka kulala omba. Biblia inasema ulitafakari neno. Kwa sababu psychologically, mimi ni mwalimu, nimefundishwa bongo zote za mwanadamu. Ukilala, taarifa ya mwisho iliyoingia kichwani itakuwa affect usiku. Ndio maana naambia wakati mtoto wako analala, make sure analala kwa furaha. Hii mambo umemziba likibao, ndio analala na likibao. Naona mnavocheka, ndio mnafanya hivyo nyewe watu. Mtoto analala na machungu ya moyo. Wapendwa, ni hatari. Ni hatari. Acha watoto wakati wa kulala wakalale na amani, kwa sababu namna anavyoenda kulala inaamua usiku wake kwenye shule ya ndoto nini kitatokea. Ushangaa mtoto usikasa mnaamka wote, afu mbita sio mama, tumeingiliwa, wachawi. Tunafunga. Kadi mnavyofunga mnasikia nyingine. Kumbe alilala, nafsi imeharibika. Are you following? Wangapi kwanzia wanasema baba takisha toto analala kwa amani. Na wewe ulale kwa amani. Wewe unalala na sitaki kutaja wanamuziki mimi kwenye madhabahu hii ni takatifu sana. Unalala sijui na mwanamuziki gani, mwimbaji fulani, inaniuma moyo, sijui nini. Ngoja ulale, ndoto yake sasa. Umevunjwa moyo. Umeachwa. Ulilala na nini? Biblia anasema heri mtu yule alitafakari neno la Bwana. Analitafakari mchana na usiku. Maanake usiku ni muda kutafakari neno. Lala na neno. Tafakari neno. Tafuta neno la kutafakari, ulale nalo. Unaifanya rada inadaka vitu vizuri, badala yake rada ninatibu hizi ndoto za kujisababishia hizi kwa sababu vitu unavyosikiliza, mwingine anaweka hiyo kitu masikioni mpaka anapotelea kwenye usingizi, ajui inaenda kurekodiwa kwenye subconscious. Mwisho unalala unashangaa kuna kitu unafanya. Ulilala vibaya. Mwambie mwenzio lala na worship. Mpaka unapita kwenye usingizi ni worship. Au ni neno linapita neno. Unapita sawa? Unaota malaika wanaongea na wewe. Unaota malaika wanakuhudumia. Unaota lidude la kuzomea. Are you serious? Muulize mwenzio unaota tunafanya. Umeangalia mapicha ya ovyo. Mimi siangalii picha za ovyo. Eti pastor ni nini metal? Ni series. Kwa kuna mama mmoja na act kama jini akifanya hivi, meno yanatoa damu. Unalala, ukija kulala nayo usiku unashangaa kuna dude lile linakuwa likutishita na linakung'ata kabisa. Ulala nalo. Are you following? Na kufundisha namna kulala vizuri, uwe na afya nzuri.
na uone mambo ambayo yatakupeleka mbele. Sawa sawa. Epuka unapoenda kulala kwako malizie na vitu visivyofaa. Biblia inasema ulitafakari neno la Bwana. Siku hizi paka kuna Biblia za maneno, unaweka tu, unabonyeza Mathayo ngapi, unasikia naye Yesu alipozaliwa, stori za Biblia tu, stori za Biblia. Angalau unaota umembeba Yesu mdogo. Mwambie mwenzio angalau hiyo. Sema amina. Kwa hizo ni ndoto zinazotokana na mtu. Wangapi amenielewa? Ndoto zinazotokana na shetani. Are you there? Wow. Ayubu 4:12 hadi mstari wa 14. Hizi ni ndoto zinazotokana sasa na shetani. Nataka uone hii inavyojipanga. Shetani kiuhalisia asingependa mpango wake kinyume yako ujulikane. Tujenge msingi kwanza. Sawa sawa. Asingependa. Hakuna adui anayetaka kukuvamia alafu akwambia lo na kuvamia, jiandae. Kwa hiyo basi, ndoto ambazo vita yake ni shetani ameiandaa, ukiona umeiona, kuna sababu mbili. Sababu ya kwanza, unanifuatilia? Ni Mungu amelazimisha kulifunua hilo kusudi la adui, ulijue ili ulishughulikie, ila shetani asingefurahia kulifunua. Acha nirudie tena, sababu ndoto kutoka kwa shetani ukiiona, kwanza tambua adui asingependa kukufunulia vita aliyoandaa kinyume cha watoto wako, au kinyume cha ndoa yako, au kinyume cha hatima ya maisha yako. Wangapi anasema hiyo ni kweli pastor? Asingependa. Kwa hiyo ukiona umedaka, rada imedaka ndoto kutoka kwa shetani, sababu ni mbili. Sababu ya kwanza ni Mungu ndiye ameifunua. Inatokea ni mpango kutoka kwa shetani, lakini Mungu amekufunulia kukwambia lo, kuna hii vita iko mbele yako. Kwa nini amekufunulia? Ni ili usimame kwenye mamlaka ulionayo ndani ya Kristo Yesu, upigane na ile vita kabla haijaja kwenye maisha yako. Wengi wakiona mambo magumu anaamka analia, hafanyi kitu. Kulia hakutakusaidia. Kusimama kwenye mamlaka yako katika Kristo Yesu, kupambana na hiyo issue, ndio kutakusaidia. Sema amina. Kwa hiyo ni nani anaifunua? Ni Mungu. Lakini chanzo ni nani? Shetani. Wangapi amenielewa paka hapo? Sababu ya pili ya kibibilia, shetani anaweza akakufunulia mpango wake kabisa, kwamba panamaliza mtoto. Shangao umeona jeneza. Nini hiki? Kwa nini anakufunulia? Ni ili utimize sheria ya ulimwengu wa roho, imsaidie kufanya kazi, ufungue mlango. Ni ili ufungue mlango, kwa sababu Biblia inasema imani ni lango la Mungu, hofu ni lango la shetani. Wangapi wanaelewa? Hofu ni imani, lakini ni imani ya mambo mabaya, inakuwa inaitwa hofu. Unaamini utapatwa na mambo mabaya. Hofu usifikiri sio imani, ni imani, ila ni imani inayoamini kwamba utakutwa na mambo mabaya. Na ulimwengu wa roho unafanya kazi na imani. Imani ni lango. Imani ni lango la kufanya viumbe vya kiroho fanye kazi. Imani nzuri inamfungulia Mungu mlango afanye kazi. Imani mbaya, hofu nayo ni imani, lakini ni imani ya kukutwa na mabaya. Ukisikia mtu anakuambia nina hofu, muulize una hofu ya nini? Atakwambia na hofu ya kufa, na hofu ya kufilisika. Hakuna mtu anakuambia na hofu alafu ajui hofu ya nini, kwa sababu hofu ni mlango
alafu ule mlango kuna message inatakiwa ipite. Kwa ukisikia una hofu ya kufa, ujue hofu imekuja kutengeneza mlango ili kifo kipite. Sijui kama unanielewa. Wangapi mnanielewa? Ukiona una hofu ya kufilisika, ujue ajenda ni kufilisika, ila sasa hiyo kufilisika inatafuta mlango wa kupita. Sawa sawa? Na ili ipate mlango kwenye maisha yako, ukiwa na imani katika Kristo, haipati mlango. Lazima ikutengenezee mazingira ya hofu. Ukipata hofu, unafungulia mlango, ile ajenda kufilisika inakuja inapiga maisha yako. Sijui kama nimeeleweka. Sijui kama nimeeleweka. Sasa shetani anaweza kabisa kukufunulia siri yake kabisa kabisa, kwamba lo, unaota unafilisika, na sio Mungu amefunua, ni yeye kabisa amekufunulia. Unajua kwa nini anakuotesha? Ni ili akutengenezee hofu, uingiwe na hofu, na anajua ukishapata hofu utamfungulia mlango yeye atimize ile ajenda yake. Sasa wengi wamekamatwa hapo. Kwa kitu anachofanya, anakutengenezea mazingira ya hofu, mazingira ya uoga. Uanze kuogopa kuhusu maisha yako mbeleni, kwamba sidhani kama maisha yangu mbeleni atakaa vizuri. Kumbe anatafuta mlango. Wangapi mnanielewa ninachokisema? Are you following? Ndio maana kwenye Biblia yako neno usiogope na lenye mahusiano ya kutokuogopa liko mara 365. Maana yake kila siku ya Mungu kuna neno la kuambia usiogope, usiogope, usiogope. Mungu ana vita na kuogopa kuliko vita ya shetani. Hajanielewa nichokisema? Mungu ana vita na neno kuogopa kuliko neno shetani. Sijui unaelewa. Biblia inasema, inataja kundi la watu watakaoenda kwenye moto. Anasema wachawi, wazinzi, alafu anaingiza na waoga. Unajua mara kwanza sema Mungu, hebu uwe mstaarabu bana. Mimi sijaroga mtu. Nimeogopa zangu tu mwenyewe chumbani. Unaniunganishaje na wachawi? Unaniunganishaje na wauaji? Mungu ameunganisha muuaji, mchawi, wazinzi, ameunganisha kundi moja na waoga. Muulize jirani yako, wewe ni muoga? Amesemaje? Mwambie mwenzio wewe una hofu. Mwambie mwenzio kundi lako ni la wazinzi, wachawi, wauaji, na wote safari ya jehanamu. Kwa nini Mungu ameipa uoga adhabu kubwa? Ni kwa sababu uoga ni hatari kuliko dhambi yenyewe. Dhambi, ukienda mbele za Bwana ukamwambia nimekosa Mungu wangu, na akaona umemaanisha, na akaona huna mpango wa kurudi, atakusamehe. Uoga, hakuna toba ya uoga. Uoga ni mpaka uache kuogopa. Hello. Wangapi mnanielewa? Wangapi mnanielewa? Na uoga ni hatari kubwa. Sasa sikiliza. Shetani anajua mlango wake mkubwa, mmoja wapo kati ya milango minne ya kufanya kazi, ni mlango wa uoga. Kwa hiyo atafanya nini? Usiku anakushindilia bonge la ndoto. Ukiamka unakuwa ushikiki. Ile unavoogopa ndo unaisogeza ajenda. Ndo unaisogeza ajenda. Watu wengi wameathiriwa
na ndoto kutoka kwa shetani. Nimesema sababu za ndoto kutoka kwa shetani kufunuliwa ni sababu ngapi? Sababu ya kwanza ni Mungu analazimisha uione ili upambane. Sawa sawa. Sababu ya pili ni yeye mwenyewe shetani analazimisha uione ili uogope. Ukiogopa utoke kwenye frequency, umtengenezee mlango wa yeye kupiga. Sikiliza, shetani hawezi kupiga kwa ndoto yoyote bila kwanza kupata mlango wa hofu. Kwani uje kuona umeota mtu anakufa? Sasa jamani, leo siko sawa. Kwa nini uko sawa? Siko sawa kabisa. Nimeota ndugu yangu anakufa. Nimeota ndugu yangu anakufa. Shetani anasema okay, tena ameongeza na kukiri. Shetani anasema safi. Sio tu uoga, amenisaidia na kukiri. Mapepo ya mauti yameanza kusogea. Lakini kumbe kuna kitu ulipaswa kufanya. Bwana sifiwe. Amen. Fungua na mimi Mathayo tunapomalizia, alafu taendelea wiki ijayo. Hili ni somo refu, nimekwambia taenda nalo mwezi mzima. Nitafika mpaka zile ndoto ambazo kuna mtu anasema, pastor, kuna ndoto wanajikuta niko shule ya msingi. I will tell you kwenye neno. Unaona nyoka wanakuuma kibibilia maana yake ni nini? Unaona unakimbizwa na kichaa. Unaota saa nyingine unalala ni ndoto za kujamiana. Na wengine wanaenda mbali zaidi, anaona anajabiana na wanyama. Mwingine anajamiana na ndugu wa karibu kwenye ndoto. Usione watu wamevaa tai na kupaka lipstiki, wameficha mengi moyoni. Lakini asante Yesu, mwezi huu Mungu amesema anakuvusha hilo eneo. Mwingine anaota anafanya mtihani, na wakati anafanya mtihani anajisikia kabisa kwenye mtihani hajajiandaa. Hajui ni Mungu anasema naye kwamba kuna next level of your life coming, but you are not prepared. I will show you in the Bible. Kwa unaona kabisa unaingia chumba cha mtihani, na ukiwa kwenye chumba cha mtihani unajisikia kabisa hujajiandaa. Wangapi shaikuota hizo ndoto? Nyanyua hivi juu kabisa. Si mnaona mlivyo rundo? Mwingine anaota nyoka. Na nyoka mwenyewe nategemea mmemalizanaje kwenye ndoto. Asema pasa nikampiga nikamjeruhi, lakini hakufa, akakimbia. Ilo zari litarudi. Mwambie mzee huo mziki bado. Mwingine nikamuua, naambia nipe 5. Ulikuwa vizuri rohoni mpaka mkamalizana rohoni, sababu ndoto ni halisi. Ni roho yako iko kwenye vita. Mwingine pasa sikumwona akakimbia tu akaingia mvunguni, sikumwona tena akimvungwa kitandani. Yuko chumbani. Na usihangaike kutoa vitanda vyote umtafute asubuhi, hutamuona, sababu sio kwamba ni nyoka wa kawaida. Hiyo ni kuonyesha kwamba vita bado iko ndani ya nyumba, kwamba hii ngoma bado ni mbichi. Habari njema ni kwamba tumepewa mamlaka ya kukanyaga nyoka na nge na nguvu zote za yule adui, wala hakuna kitu kitakachotuzuru. Hakuna kitu kizuri kama kufunuliwa vita inayokuandama, ili ujue silaha zako unazipeleka wapi, ili ujue unapigana wapi. Unajua sometimes unaweza kuwa una amani namna hii, kumbe kuna vita inaendelea ujui. Sema Bwana Yesu, nisaidie katika mambo haya. Kuna mama mmoja wa class kwa anawaambia mara kwa mara, aliota tu kawaida, kadude kama kapaka kamemrukia kwenye nyonyo hivi, kakamuuma. Alipoamka kumbe kwa naota, kumbe ndoto tu. Baada ya muda titi likaanza kuwa kama la kidonda, kama lauma. Hospitali hiyo imeenda. Akaambiwa una kansa ya titi. Kansa ilitokea wapi Mr. Msegu? Kwenye ndoto. Nilikwambia nilishahudumia mama mmoja kipindi hicho bado tunaishi Bohari mimi na mke wangu, na kanisa bado liko Tema. Huyu mama alikuwa ni mama mkubwa, yani ana mwili mkubwa kabisa. Alikuwa ni jirani yetu pale. Huyu mama aliugua, peleka hospitali zote. Hakuna kinachoendelea. Siku moja, ilikuwa sijui siku gani, tulikuwa na mama nyumbani. Nikaambiwa kwamba huyu mama ameugua muda mrefu jamani. Kasema labda aje tumuombee. Sasa sijui kawaje, akaagiza kwamba naomba mchungaji akaniombee. Akaletwa sebuleni kwetu. Sema sebuleni. Sasa mimi siombeagi watu nyumbani, ndio maana na ofisi. Lakini sasa ni dharura ilitokea, kaona nimuombee.
na hapo ndo new couples in town. New couple in town, umenunua kameza kakioo. Unajua miaka ile yetu, siku hizi sio sana, miaka ile ya kwetu unakuwa ni ukiwa na kameza kakioo na vikochikochi hivi, Bwana amekuinua. Kwa hiyo Bwana kwa ametuinua kwa na meza ketu kakioo. Mama akaja, naanza kuomba hivi, akaanguka. Nikimwambia mama, ondoa meza kioo, ondoa meza kioo. Sababu pepo likivunja meza kioo utalidaije? Ondoa meza kioo. Haleluya. Nilishangaa sana. Wakati naomba, Roho Mtakatifu akaniambia, alo, unajua vita unaopigana? Nikakiri, kaambia hamna, nakemea tu. Mbia nimeongeza mimi, sio ya kuisema. Akaambia nenda kwenye uwai wa mguu, na akanielekeza na mguu, akaambia gusa chini ya uwayo. Nikaenda kwenye huo uwai wa mguu, nikagusa chini ya uwayo, bem, aliruka akapiga kelele. Mungu akaniambia ni hapo hapo ndio shida ipo kubwa. Basi kamwombea, akafunguka, akarudi kwenye akili zake. Nikamuuliza, vipi, hii tatizo lilianzaje? Akaambia, mchungaji, nilikuwa nimelala. Sema nilikuwa nimelala. Ghafla kitu kwenye ndoto, nasema ni kwenye ndoto, nikaona kitu kimeniuma kwenye mguu. Kaambia, mguu sehemu gani? Akanionyesha eneo lile niloshika. Kaambia, hapa kwa chini. Kiliponiuma nikashtuka, nikawaza ni nyoka, ni nge. Tukakunguta kitanda chote, hakuna kitu, lakini nikawa nasikia maumivu. Anasema kuanzia hapo ndio safari imemchukua karibia mwaka, mpaka siku ile alivyokutana maombi. Tatizo lilianzia kwenye nini? Sasa acha kusomea Mathayo afu tufunge, alafu tutaendelea siku nyingine. Mathayo 13 mstari wa 24 hadi 28. Wangapi wanabarikiwa na hii shule? Wow. Ni shule ya muhimu sana. Shule ya muhimu sana. Kinachosikitisha, wengine mnaona ndoto nzuri, afu hamjui cha kufanya hizo ndoto zitimie. Umebaki tu na maneno mazuri. Mungu niliona nimeinuliwa. Na ni kweli kabisa, rada inasoma. Huku mbona kunaonyesha ni bright? Huku kwenye ulimwengu wa roho mbona kunaonyesha bright, kwamba una bright future? Lakini kwenye ulimwengu wa mwili we don't see that bright future. Amina. Lakini kuna wengine kwenye ulimwengu wa roho kunapandwa kitu usiku, bem, alafu unaamka unachukulia kawaida. Huyu mama angejua mapema hii shule, yasingemkuta hayo aliyokutana mwaka mzima. Angejua hii shule mapema, kwamba adui anaweza akapanda vitu kwenye maisha ya mtu. Biblia inasema hivi, huyu ni Yesu akawatolea mfano mwingine akisema, ufalme wa mbinguni umefanana na mtu aliyepanda mbegu njema katika konde lake. Konde maana yake katika shamba lake. Huyo mtu aliyepanda mbegu njema katika shamba lake ni nani? Ni Mungu. Amina. Kila mtu, Mungu amepanda vitu vizuri kwenye maisha yetu. Mungu, Mr. Msegu, God has planted good seed in your life. Umeelewa? Yes. Sema Mungu, toa sauti pa kule mwisho. Sema Mungu amepanda mbegu njema kwenye maisha yangu. Kabisa. Mungu amepanda ushindi. Mungu amepanda mafanikio. Mungu amepanda kuinuka. Mungu amepanda kibali. Amina. Anasema amepanda mbegu njema kwenye shamba lake au kwenye konde lake. Sasa soma kwa sauti 1, 2, 3. Lakini watu walipolala. Turudie tena kwa sauti 1, 2, 3. Lakini watu walipolala, akaja adui yake akapanda magugu katikati ya ngano, akaenda zake. Mungu anatamani maisha mazuri, mambo mazuri kwa wanadamu. Is it true?
Unajua kuna watu wamefikia level mpaka wanamuona Mungu vibaya tena. Nafikiri Mungu ndo anawatesa. Si Mungu. Si Mungu. Biblia inasema Mungu amepanda vitu vizuri kwenye maisha yetu. Nataka niseme na kila mmoja aliingia kwenye ibada hii, God loves you. Mungu anakupenda. Mungu anakutakia mema. Mungu anakutakia ushindi na baraka. Na sio tu anakutakia, amepanda baraka, amepanda ushindi, watoto wako, amepanda vipawa vizuri kwa watoto wako, amepanda hatima njema. Lakini Biblia inasema lakini watu walipolala, lakini watu walipolala, lakini watu walipolala, walipolala, Biblia inasema akaja adui yake. Adui nani? Adui wa yule anayepanda njema, ambaye ni adui wa Mungu. Adui wa Mungu ni nani? Toa sauti, adui wa Mungu ni nani? Alikuja wakati gani? Watu walipolala. Kwa lugha nyingine alikuja usiku. Sema alikuja usiku. Sema alikuja usiku. Sasa hii ni shule pana, ina vitu vingi sana vya kufundisha hapa, lakini niruhusu tu nichukue hilo la usiku. Watu walipolala, alikuja usiku. Maana yake alipita kwenye ndoto zao. Alipita kwenye lango la ndoto. Biblia inasema akaanza kupanda magugu. Akaanza kupanda magugu. Mungu amepanda mbegu njema ndani ya gudu lake. Mungu amepanda mbegu njema ndani ya binti yangu hapa. Amepanda mbegu njema. Biblia inasema adui akavizia usiku. Watu walipolala. Watu usiku. Akaja. Naye ana mbegu. Mungu ana mbegu, adui naye ana mbegu. Ninaanza kusikia hasira Roho Mtakatifu ndani yangu sasa hivi. Naona hasira inataka kuanza kunipanda, ya kwamba kila mbegu ya adui aliyopanda kwenye maisha yako, aliyopanda kwa watoto wako, aliyopanda kwenye ndoa yako, aliyopanda kwenye hatima yako, hiyo mbegu ng'oka kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Biblia inasema tumepandiwa hatima njema. Lakini watu walipolala, Biblia inasema adui alikuja na nyata, alafu naye amebeba mbegu, akaanza kupanda. Alizipanda usiku na akatoroka usiku. Sababu Biblia inasema akazipanda kisha akaenda zake. Kwa hiyo watu walipoamka asubuhi waliona maisha is normal, business as usual. Hawajui kuna mbegu zimepandwa kwenye maisha. Sasa ona kitu cha ajabu. Anasema akaenda zake. Yaani alifanya kama FBI au kuna KGB. Sema KGB. KGB ni shirika la kijasusi la Urusi. Moja ya mafundisho yanayofundishwa ya kwamba ukifanya tukio, make sure unafanya tukio without to be noticed. Yaani usiache hata alama ambayo itasomeka kwamba hii tukio linawahusu nyie. Kwa shetani alipiga mambo ya KBG. Piga tukio afu akaondoka, hata alama huwezi kusoma. Lakini alipanda. Ngoja nikwambie, adui anatumia ndoto kupanda mbegu mbaya, kupanda magugu kwenye maisha ya watu. Amen. Akaenda zake. Pandisha. Sema baadaye. Sema baadaye. Hii kitu huwa inanichanganya sana kisoma ile andiko. Inasema baadaye majani ya ngano yalipomea na kuzaa. Sasa angalia, imepandwa lini, imejidhihirisha lini tatizo. Ndio maana mpendo, angalia, kuna kitu adui anaweza kakipanda leo, kajidhihirisha baada ya miaka 5. Kumbe kilipandwa jana usiku. Biblia inasema alipopanda, sio kwamba shida ilitokea kesho yake. Biblia inasema baadaye. Sema baadaye. Sema baadaye. Sema baadaye. Maana madhara yalitokea baadaye. Ilipandwa leo, madhara kuja kutokea baada ya miaka 2 mbele. Ndani ya miaka 2 unajiona shwari tu. Unajiona safi tu. Na kuna ndoto unajua uliota kabisa. Lakini kwa sababu umeamka nilifikiri kumbe hamna kitu. Naona na mwaka sasa hivi hamna kitu, kila kitu kiko sawa. Kumbe baadaye haijafika. Mwambie mzee baadaye ndo haijafika. Are you following? Biblia inasema baadaye. Nasema ngano ilipomea. Kwa sababu wakati amepanda,
zote ni mbegu zilipandwa zikawa chini zote. Kwa hiyo ilichukua siku kadhaa zikaanza kutokezea. Sasa sikiliza, magugu ya ngano yanafananaga na ngano, magugu ya mpunga yanafanana na mpunga, unless hujai kulima mpunga. Tuulize sisi wa vijijini. Kuna mtu shai kulima mpunga leo? Wasukuma wenzangu, sikuna majani ambayo yamekaa kama mpunga kabisa. Unaona mama, ule mama akisema ndo namkubali. Anasema yaani likiibuka hivi linafanana hivyo hivyo na mpunga. Gugu la ngano linafanana hivyo hivyo na ngano. Kama sio mtaalamu utaligundua wakati wa kuzaa. Mbona sio lenyewe? Too late, limeshazaa. Nasikia kitu Roho Mtakatifu anaweka ndani yako. Sijui ni vitu gani ambavyo yamkini vimepandwa kwenye maisha yako. Unajiona uko sawa, lakini kuna vitu labda adui amedondokeza, ametupia akakimbia. Hivyo vitu kama Mungu wangu aishivyo, huu mwezi ndio mwezi wa kuvisambaratisha vyote. Hizo mbegu ndio mwezi wa kuziteketeza zote. Tutabaki na ile mbegu ya Bwana. Nasema tutabaki na ile mbegu ya Bwana. Piga kelele ya amina. Asema baadaye majani ya ngano yalipomea na kuzaa yakaonekana magugu. Hayakuonekana haraka. Unashangaa tu mtoto anafika rika fulani anaanza kufanya pingili pingili. Wewe unafikiri ameanzia hilo rika, kumbe ni gugu lilipandwa siku nyingi. Kama Mungu wangu aishivyo, hayo magugu yanaondoka kwa watoto wetu. Unashangaa ndoa ilikuwa mwemwere, yani ni mwemwere, yani mpaka mnaona wenzenu hawana akili nzuri, mbona hawajui kupendana. Mara inafikana sehemu naanza kuulizana who are you. Nafikiri vita imeanzia hapo. Vita inawezekana ilipandwa siku nyingi. Inawezekana huo mshale ulitupwa siku nyingi. Amina. Ninalo neno la tumaini. Hii tutaendelea wiki ijayo. Hii. Lakini nimekupa shuhuda. Huyo mama gugu lilipandwa usiku, likapitishwa kwenye mguu. Alisikia tu kitu kimemuma bem. Hakujua kwamba ni sumu ya kipepo imepandikizwa kwenye mwili. Ni miezi 8 baadaye akaanza kuja kupata shida. Aliugua miezi 8. Huyu akaona tu kapaka kamemrukia kwenye titi, kameuma titi. Alivyoamka asubuhi, kumbe ni ndoto tu. Hakujua kwamba ni gugu limepandwa. Mwingine unaona wewe una maisha mazuri kabisa, Mungu amekubariki. Ghafla unaota uko kwenye kanyumba kabaya, kanavuja, umejikunyata na mke wako. Hujui ni roho ya umaskini inatupiwa hapo, inaingilia mlango wa ndoto. Unaona ajali, unaingoja wiki ya kwanza uioni, wiki ya pili uioni. Ni ndoto. Haujui baadaye ndio kwa haijafika. Are you following? Sasa taendelea wiki ijayo, lakini tusiache kuomba. Mathayo 15:13. Yesu anatufundisha shule ngumu. Anatufundisha kuna mapando aina 2 katika maisha ya mwanadamu. Yesu anatufundisha kitu cha ajabu. Akajibu, huyu ni Yesu akajibu akasema, kila pando asilolipanda Baba yangu wa mbinguni litang'olewa. Unajua maana yake? Kabla hujawahi kwenye kung'olewa, maana yake Yesu anakuambia kuna mapando anayopanda Baba mbinguni na kuna mapando ambayo si Baba wa mbinguni ameyapanda. Ndio maana anasema kila pando lisilokuwa la Baba yangu wa mbinguni litafanyaje? Habari njema ni kwamba pando lolote la adui laweza kung'olewa. Si mimi nimesema, ni Jehova, ni Yesu amesema kila pando lisilokuwa la Baba wa mbinguni litang'olewa. Pando lolote ambalo si la Mungu litang'olewa. Hii ni kuonyesha kuna pando la Mungu na kuna pando ambalo sio la Mungu. Na Yesu anatupa guarantee, Yesu anatupa uhakika ya kwamba pando ambalo sio la Bwana linaweza kung'olewa. Jambo moja najua, hilo pando lolote ambalo si la Mungu kwenye maisha yako linaweza kung'olewa.
ling'olewa. Na leo tunaling'oa kwenye maisha yako, tunaling'oa kwenye afya yako, tunaling'oa kwa watoto wako, tunaling'oa kwenye biashara yako, tunaling'oa kwenye kazi yako. Simama juu, simama juu. Acha tuombe kidogo, tusiache kuomba. Unaweza ukaniruhusu nitumie hii sasa hivi? Okay. Unajua hii hapa haitaki kukemea mapepo. Hii ni ya lecture, sema ya lecture. Yes. Yale masomo understand your purpose nini? Haya ya mikiki haya tutavunja hivi vitu. Haleluya. Sasa sikiliza. Andiko tunalosimamia ni hili. Yesu alisema, kila pando lisilokuwa la Baba yangu wa mbinguni litang'olewa, litang'olewa, litang'olewa. Maana yake liking'olewa halina uwezo wa kukung'ang'ania. Liking'olewa linang'oka. Ukiling'oa linang'oka. Maana yake inawezekana kuyang'oa. Sema kila pando, sema kila pando lisilokuwa la Baba katika maisha yangu ya kiroho, afya yangu, uchumi wangu, ndoa yangu, watoto wangu, hatima yangu, pando la adui, ng'oka, ng'oka, ng'oka kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Ng'oa, 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 ng'oa. Shakatakakaka yekalakasekataya yekatakakaka yekapashakato. Kila pando lisilokuwa la Mungu ng'oka, ng'oka, ng'oka. Toka kwenye maisha yangu ya kiroho, ng'oka kutoka kwenye maisha yangu ya kiroho, ng'oka kwenye afya yangu, ng'oka kwa watoto wangu. Pigana. Omba! Ng'oa! Ng'oa! Shalalalalalalalala. Yananyooka, yananyooka. Maanisha, 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 maanisha. Hatuwezi kuona maisha yetu yanaharibika, hatuwezi kuona hatima yetu yanaharibika. Kila pando lisilokuwa la Mungu kwenye maisha yako ya kiroho, kwenye afya yako, kwenye utumishi wako, kwenye ndoa yako, kwenye uchumi wako, hilo pando naling'oa leo, naling'oa leo, naling'oa leo, naling'oa leo kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Sema kwa jina la Yesu, sema kwa jina la Yesu. Kila pando la shetani kwenye eneo lolote la maisha yangu, ng'oka, ng'oka, ng'oka kwa jina la Yesu, 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 kwa jina la Yesu. Leo nilikuwa na introduce somo, lakini angalau vile vile nimekuonyesha how to pray. Hatuwezi kuwa na muda wote hapa kuomba, lakini mpendwa, don't watch your destiny. Usiangalia hatima yako inaisha hivi hivi kwa macho. Usiangalia hatima yako inavurugikiwa hivi hivi kwa macho.
tambua kuna vita vya kiroho, kuna invisible battles, na moja hivi vitu bado nimekuonyesha kwamba inapitia kwenye ndoto, ambapo adui anapanda mapando yasiyofaa. Wiki hii moja kitu, pigana na hii vita ya kwamba tena uwe very specific. Kila pando silofaa katika maisha yangu ya kiroho, ng'oka kwa jina Yesu Kristo. Ninakung'oa kwa jina Yesu Kristo. Kila pando silofaa kwenye afya. Kuna wengine, kuna pando limedumbukizwa, linasubiri 5 years. Unashangaa kuna ugonjwa una develop. Pando lazima ukasirike mapema. Kila pando silofaa ambalo limepandwa kwa watoto wako, unaling'oa. Yesu alisema ukiling'oa linang'oka. Hiyo ndio habari njema. Kumbe uking'oa linang'oka. Asema kila pando asilolipanda baba yangu litang'olewa. Sema litang'olewa. Kwa hiyo nenda kafanye maombi haya. Kwa mimi nitafundisha, nitafika mahala kuna siku nitatangaza ni ya maombi tu, ni ya maombi tu, ambao mimi na nyote tutaingia kwenye hii kazi, lakini nataka uanze hiyo biashara. Sawa sawa? Sawa sawa. Mpendwa, hatima inapiganiwa. Hatima inapiganiwa. Nakwambia hivi, hatima inapiganiwa. Acha kufanya tu biashara kawaida. No. Sikiliza. Pigana na hiyo biashara kwenye ulimwengu wa roho. Hatima inapiganiwa. Amina. Na Mungu amekupa neema, wewe umeokoka. Luka 10:19. Tazama nimewapa mamlaka ya kukanyaga nyoka na nge na nguvu zote za yule adui, wala kuna kitu kitachwadhuru. So you are so powerful. Wewe unachotakiwa tu ni kufundishwa ujue, afu utumie mamlaka yako uanze kung'oa. Usisahau matokeo ya Mathayo ile 15. Hawakuona siku imepandwa. Biblia inasema ni baadaye. Nani ajuae kama usipopigana leo, inawezekana baadaye kwenye maisha yako kaibuka kitu kigumu sana. Kigumu sana. Kwa hiyo ni heri upigane leo kuitunza baadaye yako. Wangapi wanasema ni heri nipigane leo kuitunza baadaye yangu? Ni heri upigane leo kutunza baadaye ya watoto wako. Ni heri upigane leo kutunza baadaye ya biashara yako. Sema amina. Nyanyua mikono, sema Bwana Yesu, ninakushukuru. Asante kwa neno lako. Neno lako nasema tutaifahamu kweli na kweli itatuweka huru. Asante kwa kweli hii. Nimepokea uhuru wangu. Nimepokea uhuru wangu. Nitaenda kutumia mamlaka nilionayo katika Kristo kuharibu, kung'oa na kuvunja kila pando lisilofaa kwenye kona yoyote ya maisha yangu. Asante Bwana kwa neno hili, kwa jina la Yesu. Amen.